Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye makala yetu hii leo Agr Jisemee. Na leo hii kisa cha leo ni kuhusu mtoto mmoja ambaye anapitia mengi. Kwa hivyo andamana nami moja kwa moja. Jina langu ni Edwin Mokaya. Kwanza umalize ndio uende. Pengine tuanze kwa majina yako kamili, unaitwa nani? Naam. Mimi kwa majina naitwa Nancy Morao Ntumi. Na mtoto pia anaitwa Ethan Lucas. Na huyu ni mtoto wangu na ndio mtoto niko naye peke yake. Naam. Kuna kisa chako ambacho uliweza kutuambia ambacho unaendelea kupitia. Pengine uanze kwa kifupi tu, ilikuwaje, ilianzaje? Pengine tuanze na muita Ethan. Alizaliwa wakati gani? Naam. Lucas was born in the year 2014 May. Na kwa saa hii amefika miaka 6. Wakati nilimzaa at 3 months he was diagnosed with a condition called Sickle-Cell anemia. Now and this is the disease that usually it is very critical. It's a critical condition and it's a condition that is being inherited from the parents, both by parents when they are carriers. So this baby, after that condition makes the baby each and every time he's in the hospital being transfused with many crises, swelling of the body. That means any part of the body can swell. Okay. You've said that it's being maybe inherited from the parents. Yeah. So between you maybe and his dad, who had the same disease? Both parents have to be carriers for the child to have the condition. Okay. Yeah. So, okay, continue the story. Then after being diagnosed with the condition, in Kenya National Hospital, we were hospitalized. Then after being hospitalized, he underwent very many tests, which really led for the child to be known that now he's a sickle-cell. He has that condition. Yeah. Alafu uligundua baada ya miezi 3. So how has it been? Yeah, after being diagnosed with the condition after 3 months, he started swelling. Both the legs were swelling, the hands were swelling. The chest is also painful, and then the blood count is always low to a level of 3. So when the HB is like that, you have to go to the hospital for transfusion for him to be okay. And sasa unafanya kazi gani? Mimi ni mwalimu, mwalimu wa primary. Okay. Yeah. Okay, na TSC bado ama vibarua tu? Vibarua tu, bado sijachukuliwa na TSC. Na babake pengine? Sasa babake wakati mtoto alipo diagnosewa with the condition, yeye alikataa, alisema hiyo maisha hatawezana nayo. Akatuacha kule hospitali Kenyatta, alafu akaenda. So from there I've been managing the condition alone up to now when he's 6 years. So since then hajawahi hata piga kujua mtoto akoje? Hapana. Hajawahi fuatilia chochote sababu alimkana, akasema si mtoto wake. Sababu since it's an inheritable disease, yeye alipoulizwa huko hospitali kama kwa familia yao kuna mtu amewahi kuwa na same condition, alikataa, akasema wajaiona shida kama hiyo. So akasema mtoto si wake. So like the blame was on you. Yeah. Sasa yeye alikuwa anafanya kazi gani maybe? By that time anafanya job na UN, United Nations. So far, how did you receive the message? Wakati alikwambia, did he tell you on the face? Who? Your former husband. By that time we went for once this condition has been diagnosed in the hospital, it needs guidance because it's not a condition that is manageable. Yeah. So that is the time we were called in the hospital. Then we sat down with the doctor, then he explained the condition. By that time the child was hospitalized, he was admitted. Then after that he just walked out without coming back to date. Yeah. So how did you know that he said maybe not feel comfortable with the condition, maybe yuko kwa familia? So after being discharged from the hospital, coming back home, then I arrived at home, then akasema huyu mtoto kwa sababu si wangu mimi sitaweza kukaa na yeye, wewe tafuta baba yake mali ulitoa huyo mtoto. So after that time he walked out and left me in the house. And akakataa, akasema mtoto. Hata after that tukajaribu ku involve the parents, my parents from my side and parent from the other side,
Then nao wazazi pia nao wakasema sababu hatujaiona hii shida na ni condition so severe, pia nao wakakata. Wakaruka story. Yeah. Okay, so by then mlikuwa bado mnaishi hapa Nairobi. Yeah. Okay, how have you been surviving, because you know kuna hiyo bills, hospitali nini? I think sometimes tunaweza sema ni mipango ya Mungu sababu each and every month I'm in the hospital for transfusion. Yeah. Yeah, na madawa ya hawa watoto it's very expensive. The cheapest I can use per month only on medication is 10,000. And then chakula yao, diet, a lot of fruits, environment mahali anaishi pia is so wanting, but ile kidogo tunapata ndio tunajaribu. And sometimes pia unapata from like the hospital where I take the baby, hapo saa zingine ndio unapata well wishers, wengine wanakusaidia. Wakati hauna unanashinda hivyo, then unaenda hospitali. Sababu kama ana madawa pia the condition worsens. Yeah. Okay, so hospitalini, how are they advising you? I guess there should be maybe some way out of it. Yeah, the only way that wanani advise about the condition, no, it's not a condition that is treatable here in Kenya. So huwa wanasema the only thing that you do is to manage. You can't treat it in Kenya unless you go to India for treatment. So dawa zenye natumia tu ni za kuongeza HB, at least manage kufika hata 7 ama 8. Alafu na madawa zingine pia za prevent from getting infection, because hii condition unapata their immunity ko too low. So wanakupea tu dawa za manage the what from him getting what we call crisis, because to them they undergo what we call a crisis. So because ugonjwa wa Sickle-Cell is a condition that unapata it doesn't produce normal red blood cells. Our normal blood cells, they are oval in shape, but to them they produce the sickled. So once all the blood cells zenye zimekuwa produced are sickled, when they pass through the vein zinashikana. So there's a time if it's not hydrated properly, huwa zinashikana kwa vein. So the moment zinashikana kwa vein, hakuna blood inapita through the vein to the other side. So mali zile vein zimeshikana, unapata ina swell, inafura. So it undergoes a lot of pain, and that is what we call crisis. And that crisis can attack any body part. It can attack the legs, it can attack the hands, it can attack the heart, it can attack the brain, any part of the body. So unapata, that is what we call crisis. So each and every time anapewa pia dawa za kumanage asishikwe na hiyo crisis. Yeah. And then wakati babake pengine alisema like he cannot be comfortable with him, ulifanya aje? You just uliamua tu okay, kama umetoka fine. No, nilimanage kuenda mpaka kama amekataa kusupport mtoto, because condition ya mtoto each and every time ni expensive. I went to feeder ambayo ni ya kusupport watoto. So when I went there, he was summoned 3 days. After being summoned 3 days, he never turned up. So after that, he went outside the country. So you know, feeder, they said they cannot summon somebody who is outside the country. So after that, ikafika to a point now, because the son, the babake ayuko, I was told then I consult with the parents, nisikie vile the parents can say. So after consult with the parents, pia mamake ndio tulipigia simu tukiwa hapo koti. Babake pia yeye alikataa, akasema kama kijana alikataa mtoto si wake, na sisi hatuwezi chukua mtoto mwenye baba yake amekataa. So I went court several times, but to no help. So that is the time I just gave up. Okay. Yeah. And you said that the only way maybe it is not maybe treatable here in Kenya. So ukasema something to do with India. Yeah. Maybe have you guys contacted and known maybe the bill inastahili kulipa pale? Yeah, after this now lately huyu mtoto alianza tu kama convulsion. Like sahi unaona vile anafanya kichwa hivi, it's because of that condition. Alianza tu time tu mko na yeye normally, anaanguka chini ana convulse. Then like a day anaweza convulse 3 days of mara 4. So that's the time I went to Kenyatta wakasema here now we cannot manage further than this. So the only way is to go to India. So they gave me a referral letter ambayo nilipeleka, ilibidi sasa nikatumia kwenda one of the daktari wa Kenyatta, wakatumia
the hospitals that they know in India. So after that, that's the time they gave me the quotation, everything, the whole package and the treatment. And the treatment peke yake is 5.8 million. Yeah. Wow. That's a lot of money. Yeah, it's a lot. So for marriage pesa ngapi? I know it is an awkward question, but so far the match I've raised is like 400,000. Out of the amount that is needed. Okay. Yeah. Have you maybe tried ufanye kitu kama harambe, you bring in friends and well wishers kuchanga? Yeah, tumejaribu, like now the harambe, it's planned to take place on this Saturday. Ndio tuone the amount that we can reach, because the child was scheduled for the transplant that is on 11th next month. Yeah. So where is the mtaifanyia wapi? Hapa Nairobi? Hapa Nairobi too. Okay. Yeah. On this coming Saturday. Yeah. Okay, that's great. So there's someone pengine anataka kukufikia to hear also the story from you. Unajua kwamba anataka pengine asikie hii story kutoka kwako wewe mwenyewe. How can they reach you? They can reach me through my phone number, which is 0710 65 65 87, and that is the main contact that people can reach me. Naweza irudia tena? 0710 65 65 87. Yeah. Ni namba tu, uko na paybill maybe? Yeah, niko na paybill. Okay, unaweza sema pia? The paybill number is 80. The paybill number is 8042. Soma moja tu. 80 42 495. 80 42 495. Okay, yeah. That is great. So, pengine nikuulize swali tu, ukipata hayo yote yamefanyika, merezi hiyo pesa yote, and then Ethan is okay, what will be your first reaction? I don't know what I can tell God. I don't know. Because the challenge that this baby has undergone, I don't know what I can tell God. Mi sijui tu chenye naweza mwambia. But all in all tunasema kwamba there's always a way. Yeah, wewe saa kitufanye ni maombi tu, and then I hope all shall be well. Either atakuwa tu sawa. Mshukuru sana, na kufikia hapo mpenzi mtazamaji ndo nafikia kikomo kwenye makala haya yetu hii leo kutoka Agr Jisemee. Niite Edwin Mokaya.